Basi ndugu zangu, imetupasa kufanya kazi kwa mikono yetu, maana maandiko yamesema asiyefanya kazi na asile. Na pia imeendelea kusema amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Kama wewe unategemea ndugu zako, unategemea babako, unategemea mamako, unategemea wazazi wako, unategemea familia kukuondoa katika janga la umaskini, basi unakosea sana. Manake Biblia imesema amtegemeaye mwanadamu tayari amekusha laaniwa. Je, wewe umelaaniwa ama umebarikiwa? Kwa sababu imetuamuru ya kwamba tufanye kazi kwa mikono yetu wenyewe, tule jasho letu. Ukisoma Wathesalonika wa pili mlango wa 3 mstari wa 10 inasema ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. Na pia tukisoma Wathesalonika wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 10 hadi 11 inasema lakini tuwasihi kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe. Yani inatupasa sisi tufanye kazi kwa mikono yetu wenyewe, tule jasho letu, sio jasho la zulma, sio jasho la udanganyifu, tule jasho letu wenyewe. Na pia katika hali hiyo ya kufanya kazi imetupasa tuwe waaminifu hata kwa Mungu, kwa sababu imesema mtu anayejenga nyumba pasipo na Mungu basi anafanya kazi bure. Mtu anayejibidisha bila Mwenyezi Mungu basi anafanya kazi ya bure. Tukisoma Zaburi 127 mstari wa 1 Biblia inasema Bwana asipoijenga nyumba waijengao wanafanya kazi bure. Hata katika hali hiyo ya kufanya kazi na kuchangamka na kufanya kazi kwa mikono yako, kujibidisha kutafuta riziki, basi muhusishe Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, na pia uwe mwaminifu katika fungu la 10. Ndiposa Mungu atakemea yule mharibifu. Maandiko kuna ahadi ya kwamba tukiwa waaminifu kwa Mungu kwa zaka na fungu la 10, Mungu mwenyewe atakemea mharibifu. Ina maana kuwa tusipokuwa waaminifu kwenye zaka na fungu la 10, mharibifu ataruhusiwa kuja kuharibu kazi zetu, kuharibu biashara zetu, kuharibu juhudi zetu za kujitafutia. Saa zingine unaweza kuwa unalaumu usije umerogwa, kumbe ni wewe mwenyewe umejiroga kwa sababu umesahau kuwa mwaminifu kwa Mungu kupitia zaka na fungu la 10. So tuendelee kuchakarika, tuendelee kutafuta, tuendelee kufanya kazi kwa mikono yetu kwa bidii, maana Mungu anapenda tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Mungu akubariki wewe ambaye ulikuwa umetulia. Sasa anza kutafakari jinsi gani utatumia akili yako ili upate pesa kihalali. Mungu ametupa akili, Mungu ametupa busara, Mungu ametupa mikono na hekima ya kutafuta. Basi wewe tafakari, usiseme ati hakuna kazi, hakuna nini. Hebu unaweza vumbua kazi. Inaweza kuwa hakuna kazi kweli katika nchi yetu ya Kenya, lakini unaweza jitengenezea kazi. Je, ni kazi gani unaweza fikiria ukafanya? Tafakari ya babu. Hebu jisumbue, tafakari kitu gani unaweza kifanya kakuletea riziki kihalali. Mungu akubariki.